Kwa majina naitwa Geoffrey Mahona, ni manager mwandamizi benki ya Azania Mwanza. Tuko mkoa wa Kagera kwenye manispaa ya Bukoba kushiriki jukwaa la ushirika mkoa wa Kagera. Tuko kwenye hili eneo pamoja na mambo mengine kushiriki kwenye hili jukwaa ambalo mwaka huu linafanyika, na sisi kama taasisi ya Azania tunashiriki kwa mara ya kwanza kwenye jukwaa la ushirika mkoa wa Kagera. Lakini tuna msimu wa 3 tunashiriki kwenye kuwawezesha wakulima mkoa wa Kagera. Taasisi ya Azania tumekuwa wadhamini wakuu kwenye jukwaa la ushirika kwa mwaka 2025. Na tunashukuru kamati ilitupokea na wakakubali, na wao walitualika pia tukakubaliana. Kwa sisi kimsingi ni wadhamini wakuu wa hili jukwaa la ushirika kwa mwaka 2025 mkoa wa Kagera. Mkoa wa Kagera ni moja ya mikoa ambao iko vizuri kwenye uchumi, hasa upande wa kilimo. Na sisi kama taasisi kwa uchambuzi wetu wa kuangalia tumegundua kwamba ziko fursa ambazo zikitendewa haki zinaweza zikawanyanyua wananchi zaidi hapo walipo. Hapo walipo wamenyanyuka, lakini wanatakiwa kwenda zaidi hapo walipo, kwa sababu fursa bado ipo na tunaona nafasi ipo, nguvu kazi ipo. Kuna vitu vidogo ambavyo kwa kusaidizana na taasisi za fedha kama hivi sisi tumekuja, tunaweza tukakaa pamoja tukaja na namna nzuri ya kufanya. Sasa yako ambayo wanafanya wakulima, yapo ambayo tunafanya kama taasisi ya fedha ambayo imeaminiwa na serikali. La kwanza ambalo tunalifanya ni kutoa elimu ya fedha. Kwa sababu kupata fedha kitu kingine na kuitumia ni kitu kingine. Kwa hiyo tumekuja na modo ambayo kwamba hawa wakulima wana mbinu za kuitafuta fedha, lakini pia wana mbinu za kuitumia. Sasa sisi katika hayo yote tunaongezea kuwa na fedha endelevu ili wawe na uhuru wa kifedha. Kwa hiyo tunaangalia yale, tukaona kwamba tunahitaji kuongeza kwenye kile walichonacho, tuongeze maarifa ili wawe na kitu endelevu, kwa sababu lengo la ujasiriamali au ukulima, unapofanya ile kazi upate hela ambayo mwisho wa siku ijenge ukwasi wa familia, lakini kutengeneza usalama wa kifedha na pia iwe endelevu kwa wewe na kizazi kilichoko nyuma. Kwa hiyo tunatoa hii elimu ya fedha ili kuweza kuongezea walichonacho waweze kufanya vizuri zaidi kwenye mambo yafuatayo: moja, utunzaji wa akiba; lakini pili, matumizi sahihi; 3, uwekezaji. Fedha ina kanuni zake. Kanuni zake ni pamoja na kuiwekeza mahala salama. Kwa hiyo mule tunaangalia uwekezaji rafiki. Maana sio kila uwekezaji pia ni rafiki. Kwa hiyo tunawasaidia kuweza kujua kwamba viashiria gani kwamba uwekezaji huu unafaa au haufai. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunalolifanya ni kuwawezesha kwenye eneo la mitaji. Na mitaji tumeigawa kwenye vipengele vitatu. Cha kwanza, tunawapa mtaji kwa ajili ya kuendeshea shughuli zao. Tunaita working capital, kwamba mahitaji ambayo wanaweza kaa yako ndani ya msimu wanaweza kafanya. Kwa hiyo hilo tunalifanya, tunawapa hiyo mikopo. Na pia mikopo hii inaenda kwa mtu binafsi, lakini inaenda kwa vyama vya ushirika ambavyo vina usajili. Kwa hiyo chama cha ushirika kinapata mkopo, lakini makampuni pia ambayo yamesajiliwa kwa mujibu wa sheria tunawakopesha hiyo fedha ya mtaji kwa ajili ya kuendeshea. Lakini pia fedha nyingine tunaoitoa kwa ajili ya kuwawezesha hawa ni fedha kwa ajili ya uwekezaji. Uwekezaji ambao na wenyewe unaweza kuugawanya kwenye mafungu. Kuna uwekezaji kwenye miundombinu, tunaita infrastructure. Mfano magala ni uwekezaji; kwenye mitambo mfano matrekta, mitambo kwa maana viwanda mfano vya kuchakata mazao. Kuna mitambo kwa ajili ya vifungashio. Vitu vyote vile tunavitoa. Ni lengo kubwa ni kuona kwamba ule mnyororo wa thamani wa zao lenyewe kutoka shambani mpaka linafika sokoni linaongezwa thamani yake. Hapo katikati tunaingia tuhakikisha kwamba kila eneo tunaligusa kuhakikisha wakulima wanakwenda vizuri. Kwa hiyo eneo tunalifanya kwa ufanisi mkubwa. Wala ambao pia wanawekeza kwenye viwanda vidogo, viwanda vya kati na vikubwa, wote wale tunawachukua tunawaingiza kwenye mpango ambao tumekuja nao. Na tumeona changamoto hasa kwenye vyama vya msingi ni kubwa. Wengi wanaishia
kuingia gharama kubwa za uendeshaji, kwa sababu hawana viwanda hivyo vya kuweza kusaidia kukoboa na kuchakata pengine yale mazao. Lakini kwa hiyo unasababisha uendeshaji unakuwa ni mkubwa sana, wanashindwa kuwa na kubakiza hela nyingi kwa ajili ya kujilipa.